Naam, tunakutana tena katika kipindi chetu, kipindi cha Dr. Anwari na afya zetu, tukiwa tunaendelea sehemu ya pili ya mada yetu ambayo tumeanza wiki iliyopita. Tukazungumzia habari ya family planning, tukazungumzia habari ya kupanga uzazi, tukaona nini maana ya kupanga uzazi, family planning. Tukaona namna ama mbinu ama njia ambazo tunaweza kuzitumia katika kupanga uzazi. Leo katika sehemu ya pili tutatazama kile kipande ambacho kimebakia. Lakini kabla sijaingia kwenye mada, kuzungumzia njia ya uzazi wa mpango, njia za asili ambazo walizitumia mababu zetu na mama zetu huko, waliweza kupanga uzazi. Ndio maana uchumi haukuwasumbua sana, wala malezi hayakuwasumbua sana, kwa sababu unakuta watoto wao walikuwa wanaweza wanapishanishwa ndani ya miaka miwili, anapata ujauzito mpaka miezi 9 inakamilika, yule mtoto wa kwanza ametimiza tayari miaka 3. Wao wanapanga kwamba baada ya miaka 3, manake mtoto akifikisha miaka 3 basi wanakubaliana kupata ujauzito mpaka mimba 9 ya ujauzito, basi mtoto wa nyuma anakuwa amefikisha miaka 4. Kwa hiyo unakuta watoto wanapishana miaka 3, miaka 4, miaka 3, miaka 4, waliweza kupanga uzazi. Na kama wangekuwa wapangi uzazi na maisha yalivyokuwa magumu zamani, sio maisha ya kidijitali kama ya sasa hivi, bila shaka wangekuwa na maisha magumu sana. Sisi leo tumeacha kupanga uzazi, ndio maana tunazaa bila mpango. Kwa hiyo uchumi unatuyumbisha, lakini pia malezi ya watoto yanakuwa ni magumu sana. Tunapata tabu katika kulea. Sasa leo tutazungumzia njia ya uzazi wa mpango, njia za asili ambazo walizitumia hao mababu zetu. Lakini pia tutazungumzia pia, kabla sijaingia kwenye mada moja kwa moja, nitoe angalizo moja kutokana na maswali ambayo tumeulizwa kwamba Dokta, unatuambia family planning ama kupanga uzazi, unamaanisha kwamba je, tuache kupata watoto, tuache kuzaa? Aliyakuwa dini zetu sisi zinaturuhusu tuzae, tujaze dunia. Wengine wanasema hivyo kwamba inakuwaje na tuambia tupange uzazi, maana unamaanisha tuache kuzaa? Hapana, simaanishi hivyo. Ninachomaanisha kwamba tuzae watoto wetu 100, tuzae watoto wetu 20, tuzae watoto wetu 10, lakini hawa watoto tuwazae kwa mpango. Mtoto wa kwanza na mtoto wa pili wapishane muda fulani, mtoto wa 3 na 4 wapishane muda fulani, 4 na 5 wapishane muda fulani. Hicho ninachokimaanisha kupanga uzazi. Ukipanga uzazi, unaitengeneza afya yako, mwili wako unapata kuregenerate, kujipanga vizuri upya kwa ajili ya kupokea tena ujauzito mwingine. Ukiambatanisha sana mimba, kizazi kinachoka. Madhara yake ni kwamba unapata ujauzito unatoka, unapata ujauzito unatishia kutoka. Pengine unapata pressure ya kifafa cha mimba, unapata pressure kubwa inayopelekea kifafa cha mimba, kwa sababu mwili unakuwa busy muda wote. Kwa hiyo haupati muda wa kurelax. Kwa hiyo unakuta afya yako inadhoofika, lakini na afya ya watoto wako wote wanakuwa ni dhoofu, wanakuwa ni wanyonge sana. Uwezo kulinganisha mtoto aliyezaliwa kwa mpango na yule mtoto ambaye amezaliwa bila mpango. Tunasema kila kitu kwa mpango. Hata kwenye kuzaa watoto tuzae kwa mpango. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa najaribu kuzungumza kwa ajili ya afya zetu sisi wenyewe. Lakini pia pamoja na vyote, tuendelee kuzaa watoto wetu kwa mpango na tuwazae watoto wetu kupitia njia za uzazi wa mpango, njia za asili ambazo leo natamani tuzizungumzie. Leo tutazungumzia njia 4 kinagaubaga. Tutazungumzia njia ya moja inaitwa yaani ni njia ambayo unapanga uzazi. Nadhani na shindo niunge vipi, lakini ni kwamba tunasema ni abstinence. Yaani njia ya uzazi wa mpango ya kuacha kufanya tendo la ndoa, ama njia ya uzazi wa mpango ya kuacha kushiriki jima'i. Hii njia ni njia nzuri sana ya kupanga uzazi, lakini hii njia haiwafai wanandoa. Labda wanandoa tunaweza tukashauri wapunguze idadi, wapunguze mara zile frequency wapunguze. Kama wanandoa wanaweza kushiriki tendo la ndoa kwa wiki mara 15, basi unaweza kupunguza
wakashiriki mara 10, lakini wasiache kufanya tendo la ndoa. Ima wale ambao hawapo katika ndoa, hao ndio tunawashauri kwamba watumie abstinence, njia ya kuacha kufanya tendo la ndoa ama jima'i. Njia ya pili ni njia ya kalenda. Njia ya kalenda inatumika vipi? Njia ya kalenda inatumika kwamba unahesabu siku ya 14 tokea umeziona siku zako. Siku ya 14 ndiyo siku ambayo sema ni siku ya ovulation. Ovulation ni hiyo siku ya 14 tokea umeona siku zako. Leo ukiona siku zako leo tarehe 1, hesabu siku 14 itakuwa tarehe 14. Hiyo tarehe 14 ndio siku yako ya hatari. Alafu ukishaipata ile siku yako ya 14, unatoa siku 3, unaongeza siku 3 kutokea kwenye hiyo siku ya 14. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba ukiwa umeona siku zako tarehe 1, ukiwa umeona siku tarehe 1 mwezi huu, basi hiyo siku ya kwanza unahesabu ndio siku yako ya kwanza. Unaenda kuhesabu mpaka zitakapogongea siku ya 14. Bila shaka itakuwa ni ile tarehe 14 ndio itakuwa ni siku yako ya ovulation. Unatoa siku 3. Kwa hiyo itakuwa kuanzia tarehe 11, 12, 13 na 14 yenyewe, kisha unaongeza siku 3. Tarehe 15, 16 na 17. Hizi zote kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 17 ni siku zako za hatari. Usishiriki tendo la ndoa kabisa, ni siku yako ya hatari. Zinazobaki zote unaweza ukafanya tendo la ndoa na ukawa salama kabisa. Njia ya tatu ambayo natamani tushare pamoja ni njia ambayo tunasema ni Amenorrhea contraceptive method. Ni njia ya uzazi wa mpango kwa kunyonyesha. Mama anashauriwa anyonyeshe sana sana sana. Undergo kile kitu tunakisema kangaroo mother care. Yaani kama ambavyo unamuona kangaroo anabeba mtoto wake kifuani, basi mwanao anakaa kifuani muda wote ananyonya. Ukitoka nje ukirudi mtoto wako ananyonya. Ukienda kulala mtoto wako ananyonya. Unamnyonyesha asubuhi, unamnyonyesha mchana, unamnyonyesha jioni, unamnyonyesha muda wote. Ukinyonyesha sana inazalishwa homoni moja inaitwa prolactin hormone. Kazi ya hii hormone ina kazi mbili kwenye mwili wako. Kwanza ni kudhoofisha yai la kike lisikomae, lakini kazi ya pili ni kuzalisha maziwa mengi ya kutosha. Ukimwona mama analalamika kwamba yeye hapati maziwa, mtoto anyonya akashiba, huyo mama ni mvivu sana katika kunyonya. Akinyonyesha sana, basi maziwa yale, ile hormone inazalishwa, na ile hormone ikishazalishwa yenyewe inazalisha maziwa mengi ya kutosha. Mtoto ananyonya, anashiba, na mama huku unazuia usipate ujauzito, kwa sababu hiyo hormone wakati inazalisha maziwa mengi, huku inadhoofisha production of eggs. Yai la kike alizalishwi, ama likizalishwa alikomai. Kwa hiyo na moja kwa moja hata yai la kiume likiingia halina sehemu ya kurutubisha. Kwa hiyo unakuta kwamba mama anakinga asipate ujauzito, huku mtoto anapata faida. Amenorrhea contraceptive method. Mama utakapokuwa na mtoto mdogo, nyonyesha kadri utakapoweza kunyonyesha sana 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 sana. Itakusaidia katika kuzuia ujauzito. Njia ya 4 ambayo natamani tuijadili leo ni njia ambayo tunasema coitus contraceptive method. Coitus interruption contraceptive method ni njia ya uzazi wa mpango ambapo baba atakapokuwa anafanya tendo la ndoa, akifikia mwisho anatolea nje zile mbegu zake. Akitolea nje mbegu zake, maana yake yule mama hapokei kabisa mbegu za kiume. Kwa hiyo hapata kuwepo fertilization kabisa, hapata kuwepo urutubishaji kabisa, kwa sababu mbegu zote zimetolewa nje, na mama anabaki akiwa ni salama na kuna mimba itakayotungwa maeneo hayo. Kwa hiyo tunaomba tuzingatie hizi njia za asili, ni muhimu sana kutumia, na hizi njia haziongezi chochote katika mwili wako. Pale ambapo utaacha kutumia unapata ujauzito. Kipindi kinachofuata tutazungumzia athari za uzazi wa mpango kwa kuongeza zile chemicals, zile njia 3, short acting, long acting, na zina madhara gani katika mwili wetu. Tukao tufuatilie Sulakat Online TV, na katika mitandao yetu ya kijamii utaweza kuona namna ambavyo utapata faida kubwa sana katika kupanga uzazi. Asanteni kwa kunisikiliza.